Mazingira yaliyokuzunguka yanakufanya uwe masikini. Hebu niseme ukweli ambao watu wengi wanaogopa kuusema. Sio kwamba wewe ni mvivu, sio kwamba huna akili, sio kwamba Mungu hakujalia. La hasha. Tatizo kubwa ni moja: mazingira uliopo yanakuset up kuwa masikini. Na leo nataka nikufungue macho. Kama hutajua nguvu ya environment, itakukontrol bila wewe kujua. Nakumbuka zamani nilikuwa nakaa na watu ambao kazi yao kubwa ilikuwa kulalamika. Kila tukikutana ni, hela imekuwa ngumu, serikali haitusaidii, kila kitu kimepanda bei. Nilikuwa nashangaa kwa nini mimi mwenyewe nashindwa kusonga mbele. Kumbe akili yangu inachukua energy ile ile. Siku moja nikasikia mtu maarufu akisema, if you stay in a poor environment for too long, poverty stops being a condition and becomes a culture. Hapo ndipo macho yangu yakafunguka. Nilijua kabisa, kama nataka future tofauti, lazima nianze kwa kubadilisha environment yangu, hata kama ni hatua ndogo. Jinsi mazingira yanavyokufanya uwe masikini. Haya ndiyo mambo yanayokuweka kwenye umaskini bila wewe kujua. Moja, mazingira ya watu wasioamini ndoto zako. Ukizungukwa na watu wanaokudharau, wanaokubeza, au wanaokuambia haiwezekani, akili yako inajifunza kuamini uongo huo taratibu. You start shrinking, you start doubting, you start giving up. Matajiri wanaua ndoto ndani ya environment vibaya. Maskini wanaruhusu environment iua ndoto zao. Mbili, mazingira yenye tabia za kupoteza muda. Kila kona watu wapo kwenye gossip, michezo ya kamari, kula bata daily, porn and punyeto, uzembe, ulevi, kuangalia content za ovyo. Hii ndiyo environment inayokulima kichwa bila wewe kujua. Ukikaa humo muda mrefu, unashindwa hata kufikiria vitu vikubwa. Mazingira yenye negative energy. Kila siku watu wanaolalamika non-stop. Watu wanaoamini hakuna kinachoweza kubadilika. Watu wanaoshangaa kwa nini unajisukuma. Energy yao inakuwa kimya kimya. Unakuwa mtu ambaye anajiona mdogo hata kama una potential kubwa sana. 4. Mazingira yenye no vision culture. Hapa watu hawana malengo, hawasomi, hawajifunzi, hawajijengi. Wanakaa tu, wanaharaki tu. Akili yako inakuwa exactly the same. You copy their habits, you copy their mindset, you copy their pace, na unakuwa kama wao. 5. Mazingira yanayokufundisha kuishi kwa bahati, sio kwa mpango. Hapa hakuna mtu anayeplan future. Watu wanaishi week to week, day to day. Hakuna accountability, hakuna goals, hakuna structure. Ukiishi kwenye environment kama hii, success becomes impossible. Not because of who you are, but because of what surrounds you. Sasa sikiliza kwa makini. Kama umeona kwenye video hii mazingira yako yamekuchelewesha, yamekustress, au yamekufanoi ushindwe kusonga mbele, basi hiyo ni ishara ya kuamka. Usisubiri mwaka mpya ukudanganye. Habits mpya haziji kwa kuomba. Success haiji kwa kutamani. Inaanza kwa kubadilisha environment yako, hata kama ni environment ya akili tu. Na kama unataka kuingia mwaka mpya ukiwa na ramani mkononi, ukiwa kwenye community ya watu wanaotaka mafanikio, ukiwa na mwongozo wa hatua za kufanya kila wiki, basi jiunge na programu zangu maalum za maandalizi ya mwaka mpya. Humo tutafanya kazi kwenye mindset yako, mazingira yako ya growth, tabia zako, goals zako, na mpango kamili wa kukutoa kwenye confusion, clarity, action, results. Kama moyo wako umekwambia yes, I need this, basi link iko kwenye description. Don't wait. Don't postpone your breakthrough. See you inside.